Halo, karibu katika mafunzo mapya kabisa ambayo naenda kuyatoa leo, na mafunzo haya leo nitaangalia juu ya maarifa kuhusu biashara. Lakini kabla sijaendelea, ningeomba ulike, ushare, lakini pia uweze kutoa comment hapo chini ili uendelee kujifunza zaidi mara baada nitakapokuwa nimetoa masomo haya. Somo la leo linahusu ni kwa nini biashara nyingi zinakufa. Tumekuwa tukiona biashara zinaanzishwa, zinazorota, zinakufa, mtu alikuwa na mtaji mkubwa, mtaji unapungua na hatimaye anaacha. Hali ambayo imefikia watu wengi sana wamekuwa wakisema kwamba mtu anakuambia biashara haipo damuni, mimi na biashara ni vitu viwili tofauti. Lakini ukweli ni kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo watu wengi sana wanavifanya pasipo kujua, na wengine wanafanya kabisa huko wakijua huwa vinaua biashara zao. Sasa kabla sijaendelea huko mbele, nitaelezea nini maana ya biashara. Biashara ni shughuli ambayo mtu anajihusisha na kununua au kuuza vitu kwa lengo la kupata faida, au ni shughuli inayojihusisha na kutoa huduma kwa lengo la kupata faida. Kwa maana hiyo inaweza kuwa biashara ndogo, biashara kubwa, biashara ya kati. Tunapozungumzia biashara ya duka, biashara ya nguo, vyakula, saluni, taasisi za shule, benki na makampuni mbalimbali. Hizo zote ni biashara. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo huwa ukiyafanya ni lazima huwa yanagharimu biashara yako. Jambo la kwanza ni kuiga biashara ya mtu. Ujue kuiga kitu ambacho hujawahi kukifanya ni sawa na kuelekea njia ambayo unakoelekea haukujui, kwa sababu unapokuwa unaiga biashara ya mtu bila kujua yeye alianzia wapi, kinachotokea ni kwamba kuna mambo ambayo yatatokea mbele ya hiyo biashara ambayo mwenzako alishawahi kuyapitia na akayafaulu. Sasa wewe ukiiga hiyo biashara na hauna maarifa yote, kinachotokea ni kwamba utakapokutana na namna katika ushindani wa soko la utafuta wateja utashinda, kwa sababu haujui mwenzako alianzia wapi na ni muda gani ambao amejenga kuwa na wateja ambao unawaona. Watu wengi wana tabia ya kuangalia faida anayopata mtu fulani na yeye anaingia kufanya biashara fulani. Hali hii huwa ni mbaya sana, kwa sababu unapoona mwenzako ameanza kukusanya hela nyingi sana kwenye biashara fulani, inatakiwa sasa ujiulize kwamba huyu mtu ameanzia wapi. Unakuta mtu mwingine biashara yake ameifanya ndani ya miaka 10, miaka 5. Sasa wewe ndio unaanza, unakuta kwamba huna maarifa, huna ujuzi. Usipende kuiga biashara ya mtu. Na kama unataka kufanya biashara kama mwenzako, basi fanya utafiti wa kutosha ili kujua kwamba huyu mtu anapataje wateja na amewajenga kwa muda gani. Kwa natakiwa kufanya nini? Kufanya utafiti, kwa sababu ukiiga biashara kinachotokea ni kwamba huwa inafika muda sasa biashara zinaanza kudorola. Huwa nashangaa sana, unakuta hasa sasa sisi wa Tanzania, unakuta pengine mtu ameanzisha kuuza mandazi. Baada ya muda mfupi unakuta mtaa mzima watu wanauza mandazi. Sasa hii hali huwa sio nzuri, kwa sababu kwa namna hiyo huwa inatokea sasa wateja wanakuwa wachache. Unakuta kwamba yule ambaye ndio anafahamika zaidi ndio unakuta anauza sana. Hali hapo inapenda kupelekea wengine wanasema kwamba anatumia dawa, anatumia ushirikina, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo hautakiwi kuiga biashara ya mtu yeyote ambaye anaifanya kama huna uzoefu nayo. Lakini jambo la pili ambalo huwa linagharimu biashara nyingi ni kutokuwa na muendelezo, lack of consistency. Watu wengi sana wao wanaanzisha biashara. Anaweza kuanzisha biashara leo, baada ya mwezi mmoja ameacha. Anakaa mwezi mmoja tena, baada ya muda fulani tena anaanzisha biashara nyingine. Baada ya mwezi mmoja unakuta ndani ya mwaka mmoja mtu ameanzisha biashara karibia 7 mpaka 8. Sasa hali hii huwa sio nzuri. Kwa sababu gani? Unapokuwa unaanza na kuacha, kinachotokea ni kwamba unakosa ile nguvu ya kusonga mbele, kwa sababu ni changamoto kubwa sana. Ni jambo la kisaikolojia. Watu wengi sana hawawezi kuanzia alipoishia. Ndio maana mtu anaweza kaza mtaji wa milioni 10 biashara, lakini baada ya miezi 5 biashara ikafa. Lakini anapokuja kuanza mara ya pili anaanza pengine mtaji wa milioni 3. Kwa hiyo hali hii inaweza ikaua biashara nyingi sana. Unatakiwa kuwa na muendelezo unapoanza biashara. Ikitokea changamoto yote ile, endelea kujifunza na kupambana nayo, kwa sababu kadri unapokuwa unakutana na changamoto na challenge, maana yake ni kwamba unapata maarifa zaidi. Kwa sababu kumbuka kwamba unapokuwa unafanya biashara, kushindwa, unapokuwa umeshindwa, pengine imetokea pengine umeshuka kimtaji na vitu vingine, maana yake kumbuka ile ni ada ambayo unailipa kwa ajili ya mafanikio ya baadaye. Kwa hiyo kushindwa kwako kwenye biashara haina maana kwamba huwezi, hapana, bali kuna kitu kinakuonyesha kwamba wewe hauna maarifa juu ya biashara hiyo. Kwa hiyo unataka kufanya maarifa, tafuta maarifa na kuendelea kufanya biashara yako ambayo unaifanya. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na muendelezo katika biashara yako. Lakini jambo la pili ni
ni kutokuwa na nidhamu katika biashara. Jambo la nidhamu watu wanalichukulia kama jambo la kawaida sana, lakini ukweli ni kwamba nidhamu imeua biashara nyingi sana za watu hapa duniani, kwa sababu unakuta mtu kwanza, nidhamu ya kwanza, hana nidhamu ya muda, kwamba anafungua biashara saa ngapi na anafunga saa ngapi. Unakuta mtu ana mazoea anafungua muda nao. Sasa biashara haitaki hivyo. Biashara kumbuka ni sayansi, kwa hiyo inatakiwa iwe na procedure za kufuata, kama ukifungua saa moja una muda fulani kufunga. Unajua faida ya kufungua biashara kwa wakati maalum na kufunga wakati maalum, maana yake ni kwamba unajenga mentality kwa wateja wako kwamba muda fulani watakuja apate bidhaa kwako. Sasa kama watakuwa wanakuja muda fulani wakosa bidhaa, alafu wakaja tena muda fulani wakosa bidhaa, na muda mwingine unapata hali hiyo inakuwa ni mbaya. Inafika muda sasa wanakuhama. Lakini nidhamu nyingine ni kuto kuheshimu mtaji ulionao kwenye biashara yako. Yaani unatumia mtaji unavyotaka wewe. Hali hii wana wa biashara, nakumbuka katika biashara mtaji ndio moyo wa biashara. Bila mtaji biashara haiwezi kaendelea. Kwa hiyo cha kufanya unatakiwa kuwa na nidhamu katika biashara yako. Kwa hiyo kitu ambacho kinaua biashara nyingi za watu ni kwamba hawana nidhamu. Kwanza hawana nidhamu ya kufungua biashara zao, lakini vile vile wanachezea mitaji ambao walionao. Lakini jambo la tatu ambalo limekuwa kwa biashara nyingi ni kutojifunza juu ya maarifa ambayo yanahusiana na biashara. Ukweli ni kwamba watu wengi sana duniani ni wavivu wa kujifunza. Mtu hawezi kuhudhuria semina, mtu hawezi kusoma vitabu, hata kuingia kwenye mitandao ya kijamii kusikiliza kinachofundishwa kuhusu biashara hawezi. Sasa jambo hili huwa ni baya sana. Kumbuka dunia hii inaenda kasi sana. Maarifa uliyokuwa nayo zamani sasa hivi hayana nguvu. Kwa hiyo kujifunza maarifa kila paitopo leo. Wenzako wanatangaza mitandaoni, wengine wanaenda kwenye ndio unatangaza. Sasa unakuta umetulia tu unategemea wateja. Kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo jaribu kujifunza zaidi na zaidi. Usipojifunza utabaki kuwa na ujuzi ule wa zamani ambao umepitwa na wakati. Hali ambayo itakupelekea sasa katika ushindani wa soko utashindwa kabisa kumudu biashara yako na hatimaye biashara yako inakufa. Lakini jambo la mwisho ambalo limekuwa likiua biashara za watu ni kwamba kutokuwajali wateja. Nilipokuwa nasoma kitabu cha saikolojia ya mteja ambacho kimeandikwa na Jera Nauka, lakini na kitabu ambacho nimekiandika kinachoitwa aina 10 za wateja, nilichogundua ni kwamba wafanyabiashara wengi sana hawana customer care na wana tabia moja ya kumchukulia mteja kama mtu wa kawaida. Aliyesema kwamba mteja ni mfalme hakuwa mjinga, alikuwa na maana. Ili biashara yako ikamilike lazima mteja awepo, na mteja ndio mtu ambaye anakufanya wewe ukanunue bidhaa na ulete tena kwa ajili ya kuuza. Mteja huyo ndio anakufanya uitwe ni mfanya biashara. Kwa hiyo wafanya biashara wengi sana hawajali wateja. Unakuta mteja ameenda pale anamuuliza bei ya bidhaa au anamwambia nipe kitu fulani, yeye anapiga story nyingine au anapokea simu. Lakini taratibu ni kwamba unapokuwa unahudumia wateja ukapigiwa simu, unatakiwa kuzima simu, wahudumie wateja kwanza, then ndipo uende kuongea na simu. Sijajua wewe unafanya biashara gani na uko maeneo gani na unahitaji kujifunza juu ya mambo gani, na pengine huna biashara ila unatamani kuanza kufanya biashara. Mambo hayo unatakiwa kuyajua sana ili baadaye usije kaingia kwenye mkumbo wa kuharibu biashara yako. Na kama pengine ushawahi kufanya biashara ukafanya haya mambo ambayo yamepelekea ukaribu biashara yako, kuna video ambayo inafuata nitaelezea namna gani unaweza ukarudisha biashara ambayo imezorota. See you at next level.